Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe kwa ajili ya somo la asubuhi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa asubuhi hii. Umetuamsha salama na umetukumbusha tuweze kuja kuanza na wewe. Kwa hiyo tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi na mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Somo la leo yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na fungu kuu linaanza kwenye aya 4 tu. Inasema, na Petro akamkimkazia macho pamoja na wale akasema, tutazame sisi. Sasa wazo hapa ni kwamba Mungu anajua unachokihitaji. Hilo ndio wazo. Yaani Mungu anajua unachokihitaji. Anafahamu. Na hii ndio sababu ninapokuwa ninaombea watu, mimi nimekuwa najihusisha na maombi na watu wengi. Hata asubuhi ya leo kuna mtu ambaye nimeishia naye mambo ya Mungu, maana nikaandika sana. Nilikuwa naandika ubiri kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 8. Nilitaka nilizungumze hilo, lakini nimeona inaweza ikachukua muda mrefu kuelewa. Na tukatiana moyo na mwisho tukasema basi mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yetu. Mimi na yeye tunaamini katika mapenzi ya Mungu kutimizwa, sio yetu. Na kuna mwingine ambaye nilishawahi kuomba naye akaniambia, mimi nataka kile ninachokitaka ndicho kitendeke na si tofauti na hapo. Aliomba kwa muda mrefu. Sasa nikamwambia, mimi nadhani ulipofikia hapo siuache Mungu aamue. Acha Mungu aamue. Akasema, akaendelea na msimamo wake kwamba mimi nataka kile ambacho ninakitaka kitendeke. Nikamwambia, sasa mimi siombi maombi ya namna hiyo. Huko ni sana kumlazimisha Mungu afanye ninavyotaka mimi, kitu ambacho kwangu naona ni makosa. Wale mnaoisoma sala ya Baba inasema mapenzi yako yatimizwe wapi? Wapi? Hapa duniani na wapi? Kama nafanyika wapi? Mbinguni. Kwa hivyo kumbe tunapoomba tukakubali Roho Mtakatifu atuongoze, huwa anayatimiza yaliyo mapenzi yake na sio mapenzi yetu. Ndio maana kwenye kitabu cha Waefeso, kama nyinyi mnafahamu vizuri, Mungu anaweza kukupatia zaidi ya yale unayoyaomba. Waefeso sura ya 3 kuanzia aya 20, ama kuyafikiri kwa kadri ya Roho Mtakatifu anapofanya kazi ndani yake, ndani yetu. Lakini anasema kwenye Warumi sura ya 8 aya 26, Roho wa Mungu ndiye ambaye anatuombea. Yaani anajua, tena anaomba kwa kuugua. Anatuombea, anajua mahitaji yetu. Sasa unapoomba usinganganie kile unachokiomba. Pengine Mungu anacho kitu kizuri zaidi ya kile ambacho wewe unafanya.
Kwa maana nyingine wanasema Waswahili, usiwe na mawazo mgano, usiwe na mtazamo tu mmoja. Mungu hana njia moja ya kujibu maombi. Anazo njia maelfu nyingi. Anazo njia maelfu. Ana njia maelfu. Mmoja alimwandikia rafiki mmoja, bwana, tena sio hata leo nimepokea hiyo message, anasema niombee nitafutie mchumba. Sasa mimi natafutaje mchumba sasa? Nikamwambia Bwana akutendee mapenzi yake. Sio mimi. No, mimi hiyo sio kazi yangu. Sasa ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3 kulikuwa na kiwete pale. Kama una Biblia fungua tu isome. Kulikuwa na mtu kiwete. Tena Biblia inasema tangu tumboni mwa mama yake alikuwa bega. Beggars ni omba. Alikuwa ni omba. Yaani mlemavu lakini alikuwa ni omba. Ni kama kile kisa cha Bartimayo. Ila Bartimayo nilimpenda, maana yeye hakuwa mtu wa ovyo. Ila huyu alikuwa ni waajabu sana. Alikuwa kila siku anaenda kanisani, anaomba, haidi kumtafuta Mungu. Anaenda kutafuta sadaka za fedha. Anapewa, anarudi nyumbani, kesho anarudi tena. Akimaliza anarudi tena. Unajua kuna watu ni waajabu sana. Yaani kuna watu ni waajabu. Hivi unafahamu kuna watu ambao ni walemavu katika dunia hii wanafanya kazi? Kuna watu katika dunia hii ni walemavu, hawana mikono, hawana miguu, wengine hawana macho, lakini they are very rich. Very rich. Hii ni kwa sababu hawakuruhusu madhaifu yao kuweza kuwatawala katika maisha yao. Na kuna watu hata hapa na waona, mmeruhusu udhaifu fulani ulio nao kutaka kutawala akili yako, mwili wako, your social life, maisha yako ya kiroho. Yaani unaruhusu udhaifu fulani. Lakini nataka nikwambie, kama ukiamua leo hii, maana kila kitu kipo hapo, just your mindset. Kuna rafiki yangu mmoja anapenda kuzungumza mambo ya mindset. Maybe one day nitamleta hapa. Kila kitu ni mindset yako. Ndio maana yule Bill Gates alisema, kama umezaliwa katika familia maskini alafu ukafa maskini, hiyo ni maamuzi yako wewe. Ni maamuzi yako wewe kichwani. Kwa hiyo ukichange mindset yako, unaweza ukafanya mambo makubwa katika sayari ya dunia. Bwana asifiwe sana. Ukichange mindset yako hata sasa hivi, katika masomo yako, katika maisha yako ya kawaida, utaweza kuibadilisha hii dunia. Unaweza ukajibadilisha wewe mwenyewe, na ukabadilisha familia yako, na ukabadilisha taifa lako, na ukawa chombo ambacho kila mtu anakihitaji. Lakini kama watu hawaoni uthamani wako mahali popote pale ulipo, maana hakuna kitu mtu anaweza kujifunza kutoka kwako. Jana nilisikiza clip moja ya mbunge mmoja wa Kenya, anaitwa wanamta kijida kama Kagumu fulani, anaitwa Nyoro. Yeye anasema alipokuwa chuo kikuu
alitokea familia maskini. Alipokuwa chuo kikuu, pamoja na umaskini wake, hakuruhusu umaskini wake umtawale. Alifungua hoteli chuoni akiwa ni mwanafunzi, kwa maana ya mgahawa, na alijilipia sehemu kubwa ya ada ya chuo yeye mwenyewe. Na wakati wa sikukuu hizi za Krismasi, za mwaka mpya, yeye ndiye alikuwa anapeleka zawadi kwa wazazi wake. Hata siku ya graduation yake aliandaa sherehe kubwa sana kwa ajili ya wazazi wake. Sasa hii ni mindset, ni kuamua kusema kwamba mazingira ambayo mimi nimekuwa nayo ama watu nilio nao hawezi kunibadilisha. Lazima mimi niyabadilishe mazingira nilio nayo. Lazima nibadilishe mindset za watu. Lazima nibadilishe grade ambayo ninaipata darasani. Lazima nifanye vitu ambavyo jamii itavikubali, hata kama ni kitu kidogo. Kuna mtu mmoja alisema hivi, nilimsoma kwa page fulani ya Facebook, anasema yeye hakuwa tajiri sana, lakini alianza kidogo, na anasema if you have something to do, just do it. If you have something to do, just do it. The most important thing, it has to be the right things, not the wrong things. Don't do the wrong thing. Do the right things at the right time, at the right environment. And make sure you change in that environment the way you want, the way you wish. You know that there are some people, they are being controlled with the environment, being controlled with the weakness they have. Don't allow that. Usiruhusu kabisa. Usiruhusu. Kwa hiyo hata upo hapa una changamoto ya ada, ni kwa sababu wewe umetaka. Ziko fursa hapa nyingi za kupata ada ya chuo. Ukiamua tu mindset yako, yaani ukiamua unaweza, kila kitu unaweza. Sasa huyu kiwete, huyu mlemavu alibaki jinsi alivyo. Yeye alikuwa beggars. Kuanzia leo acha kuwa beggars. Acha kuwa omba. Hata kwenye masomo yako acha kuwa omba. Jitahidi uonekane kuwa unaweza wewe mwenyewe. Yaani jitahidi watu kwa mfano mimi ni mchungaji. Yaani mimi hapa kuna watu wanafikiri mimi naelewa Biblia sana. Na wao wananiuliza maswali. Kisa ni nini? Kwa sababu naandika tu kila siku. Kwa sababu naandika tu watu. Kila siku naandika. Muda wangu ni ule, masaa yangu ni yale, na sijawahi kubadilika. Wanadhani kwamba ninajua sana, lakini hamna. I just have the little things and I do it. I know something little, I do it because of my mindset. Just do with the little things you have. Bwana asifiwe sana. Yes. And you can change your life. Unaweza kubadilisha kabisa maisha yako. Unaweza kubadilisha maisha ya society hapa. Wakikuona tu wanasema let me go to this man. Lakini kama wewe ni mtu wa ovyo, hakuna mtu atakufuata. Na kwa kweli dunia hii ukiona mtu anakufuata ukiwa na mambo ya ovyo, basi wewe umepotea. Tena mimi huwa ninapenda sana watu ambao wananiambia my mistake. Wale watu nawapenda mno kuliko watu ambao wananifurahisha kumbe wananipoteza. Hivi kwa mfano unamfuata mtu anavaa ovyo, huyo mtu ana akili kichwani kweli? Ama mtu ambaye anatafuta pesa kwenye TikTok, huyo mtu ana akili kweli? Yaani anashinda asubuhi mpaka jioni kwenye TikTok, atume uchi wake aonekane anapata hela. Huyo mtu ana akili? Huyo ana akili? Hana akili. Kwa sababu huyo ametoka kwenye zile kazi za mikono ambazo Mungu alimfundisha afanye kazi za mikono. Kuna vijana fulani hapa wanaambia
wanafanya biashara. Kuna mmoja rafiki yangu mmoja hapa, huyu msimama, anajijua mwenyewe, msimama, huyu ananiambia yeye akiwa free tu ni biashara. Bwana asifiwe sana. Ategemei pesa ya mzazi. Bali kuna mtu hapa hata pesa ya nguo ya ndani anaomba kwa baba yake na mama yake. Unajua huo ni ukiwetu. Nimetolea mfano, huo ni ukiwetu. Ni ukiwetu. Ukiwete mkubwa, ulemavu mkubwa. Na walimu mlioko hapa mwafundishe vijana kufanya kazi. Bwana asifiwe. Dunia hii tunayoenda nayo sasa hivi ni mbaya. Hata kule serikalini, si unaona siku hizi wanasema una PhD uende wapi? VETA. Elimu ya vitendo. Weka hapa na matheory yako, alafu uone. Yule anashikashika kule vitu kwa mkono, atakuwa tajiri, wewe utakuwa ni maskini na una degree. Na wako hiyo mifano iko kwenye jamii because wametumia mindset. Sasa huyu alishindwa kutumia mindset yake vizuri. Yaani kila siku anasaidiwa anarudi kanisani. Anasaidiwa anarudi. Anasaidiwa. Ni kama mwalimu yani unamsaidia mwanafunzi kila siku but the same people. Kila siku bado yule yule. Inabidi utafute njia zaidi ya kumsaidia. Huyo mtu anashida. Ana tatizo la akili. Anashida. He has a problem. Lakini akaenda kwa Petro na Yohana. Akadhani na wao pia watampa nini? Watampa fedha ama dhahabu. Ngoja niwaambie. Mimi hapa mtu anayenipa mawazo mazuri ya kufanya kazi nifanikiwe, nampenda sana kuliko anayenipa fedha. Mimi hapa nikiwa kwenye madarasa ya vijana, kwenye mikutano hii ya vijana, mimi mara nyingi nafundisha darasa la vijana. Na ikiwa kwenye darasa la vijana, sifundishi mambo ya mahusiano. Ninafundisha kazi. Nafundisha kazi. Nataka nione unauza hata bamia, unauza mkaa, ukiwa chuo, unauza hichi, kwa sababu na mimi nilishafanya hayo. Na akanisaidia nikasoma. Mindset. Just mindset. Kuna mmoja nikamwambia haya, wewe unataka kuwa mfanyabiashara, haya chukua 10,000. Niandikie mpango kazi. Chukua 10,000. Hata wewe hapo ukija hapa nitakwambia, ninayo hapa 10,000 hii. Nenda ufanyie uniandikie mpango kazi wako hapa. 10,000. Kaniandikie mpango kazi wako. Utashinda, utashangaa. Utashangaa kuna watu hapo watashindwa kuandika mpango kazi. Nani anaweza kuandika mpango kazi vizuri? Aje achukue 10,000. Unaona wanaogopa? Utaweza kufanya mpango kazi mzuri? Kweli? Uandike alafu ndio uje uchukue 10,000. Ni uone. Bwana asifiwe. Wewe uandike tu mpango kazi 10,000 tu, utaitumiaje kuanzia biashara? Huyu akategemea yale, lakini wale Petro na Yohana wakaenda tofauti na mipango yake. Bwana asifiwe sana. Ndipo Mungu anafanya kazi. Mungu siku zote anakwenda tofauti na sisi tunavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua mahitaji yetu. Mungu anajua kilicho bora zaidi. Hata asubuhi ya leo Mungu anajua kilicho bora katika maisha yako. Bali Mungu anajua kilicho bora katika maisha yako. Anaweza hata kukutoa hapa. Nakwambia wewe, ninaona wewe hapa. Nenda somewhere, kafanye mambo makubwa. Bwana asifiwe. Naambia wewe, nenda kaanzie chuo. Ile kuge alikuwa anasema mimi nataka kuona mtu unasoma pharmacy ukimaliza unaenda kuanza duka la madawa. Sasa mwingine ananiambia, "Sasa mimi pesa nitapata wapi? Ngoja nikafanye kazi kwanza." Mindset.
You don't need money, you need knowledge. Bwana asifiwe sana. Wewe yaani hauhitaji pesa. Pesa ni akili. Unaweza kupewa mabilioni ya fedha lakini bado ukabaki vile vile. Huyu alikuwa anapewa misaada yote, lakini mindset yake ilikuwa ni ovyo na alibaki vile vile. He was not changed mpaka alipokutana na Yesu. Bwana asifiwe. Yaani alikuwa vile vile. Mwambie jirani yako usiwe hivyo hivyo. Mwambie usiwe hivyo hivyo. Just change your mindset. Change your mindset. Kama utabadilika, nataka nikuhakikishie hapa. Hata hapo hutaweza fanikiwa. Hautaweza fanikiwa. Lakini alipokutana na Yesu, alimbadilisha huyu, akafunguliwa, akawa huru, na alipokuwa huru hata majirani na marafiki wakashangaa. Wakasema huyu si ndiye alikuwa omba huyu. My friend, hata elimu ndio ipata kama hilo kubadilisha na watu wakaona mabadiliko. Itakuwa ni sana nini? Na bure. Yesu uliye naye kama hajafanya mabadiliko katika maisha yako, sawa na bure. Fedha unaopewa kama hujaamua kubadilika katika haijakubadilisha, haijabadilisha chochote katika maisha yako, ni sawa sana nini? Na bure. Elimu hii unayoipata kama haijaanza kukubadilisha sasa, ni sawa sana bure. Ndio maana wengine niliwaambia last week on Sabbath, itumie fursa vizuri. Hapa uko hapa, tumia fursa ya kuwa hapa vizuri. Kama hii fursa utoitumia vizuri, na nikaambia kabisa, namba moja, nikaambia namba moja, fanya kilichokuleta. Kama ni elimu ndio imekuleta hapa, soma kwa bidii. Maana baada ya hapa, baada ya miaka 2 ama 3, you never know where you will be. Huwezi jua utakuwa wapi. Ukiharibu hapa, umeishi. Ukiwa unarudia hapa, mwisho akili itachanganyikiwa na chuo utaacha, masomo utaacha, kila utakapoenda hakuna utakapobadilika. Let people see the difference in you. Hata leo kwenye mitihani yako unayoendelea kuifanya, watu wakaone utofauti. Watu wakaone utofauti. Watu wakaone utofauti. Nasema watu wakaone utofauti. Wakaone utofauti. Kabisa. Wakaone utofauti. Kama hawataona utofauti, hata walimu wako walioko hapa watajiuta, hivi kwa nini? Hivi huyu mtu ana shida gani? What the problem with you? What's wrong with you? Tunakusaidia bado uko vile vile. Tunakupa material bado uko vile vile. Si kila kitu tunakupa bado uko vile vile. Hiyo ni balaa. Sasa muangalie jirani yako sasa. Mwambie Yesu anajua kilicho bora zaidi. Mwambie Yesu anajua kilicho bora zaidi. Msalimie kabisa, tunaenda kuomba. Mwambie Yesu anajua kilicho bora zaidi kwako. Yesu anajua kilicho bora kwako. Shike mkono, tunaenda kuomba. Mwambie naomba tuombe sasa. Mwambie tuombe, mwambie tuombe. Mwambie tuombe, mwambie tuombe, muombe tuombe pamoja. Tunaenda kuomba. Nishamaliza kuhubiri sasa. Bwana umshike mkono rafiki. Unamwogopa mwalimu wako? Ni mwalimu tu huyo, hana shida. Bwana asifiwe. Ni mwalimu tu. Tunaenda kuomba. Mwambie kile unataka kuombe. Just 1 minute. 2 minutes tumebakisha hapa. Kwa dakika kama 4 za kuomba. Mwambie